Kiachana na karama hii ya uimbaji ambao Mungu ameweza kuiweka ndani yangu, pia nina karama ambao Mungu ameweza kuweka ndani yangu, karama ya kuhubiri. Na hapa ndipo nilipoweza kugundua kwamba Mungu anakusudi juu ya maisha yangu. Mungu anakusudi juu ya kuniponya na yale magonjwa. Mungu anakusudi na kuniponya na kuniondoa na kunisaidia kabisa na kunitoa kabisa kwenye mauti. Na pia huduma yangu ya kuhubiri nimeweza kuigundua pale tulivyokuwa na ibada za jioni katika familia. Nilivyokuwa na hubiri na mimi ndio nilichaguliwa kuwa mhubiri wa ibada hizo. Kwa hiyo kila muda nilivyokuwa na hubiri nikaja kugundua kwamba Mungu ameweka karama ya kuhubiri pia ndani yangu. Kiachana pia na karama ya uimbaji, Mungu ameweka tena karama ya kuhubiri ndani yangu. Pia kuna mahubiri, baadhi ya mahubiri nimeweza kuyarekodi na ataanza kurushwa hivi karibuni katika mitandao ya kijamii, katika mtandao wa YouTube unaokwenda kwa jina la Godfrey Kiando. Ushauri wangu kwa watazamaji nitazama, nianze kwanza kutoa ushauri kwa watoto wenye umri kama mimi au watoto chini ya umri wa miaka 18 ambao Mungu ameweza kuwasaidia, amewekea karama mbalimbali. Inaweza karama ya kuhubiri, inaweza karama ya uimbaji, na kuna karama nyingi inaweza kuigiza, maigizo ya kimungu ama ya uombaji. Mungu ameweka ndani ya mtu karama nyingi na karama mbalimbali. Nikupa ushauri kwamba usije ukatishwa tamaa na maneno ya watu au ndugu, inaweza kama maneno ya ndugu, jamaa, marafiki kwamba sijui ukiwa na karama hiyo ya uimbaji sijui utakuwa unafeli, sijui nini, utakuwa kimasomo sio uko vizuri. Hapana. Nataka nikutie moyo kwamba wewe kama mtoto anayenitazama, ukiwa na karama ya uimbaji ndani yako au karama namna yote ya kuhubiri ndani yako, haihusiani kabisa na masomo unayosoma. Kwa sababu Mungu akikuwekea karama sio kama ina tofauti kubwa sana na kujifunza. Karama unakuwa ndani ya moyo wako, kitu unakijua na unapenda sana kukifanya. Na inakuwa tofauti na kujifunza. Labda ungesema sio karama, unakuwa unafundishwa, ndio ingekuwa inakuwa feti. Lakini kama Mungu amekuwekea karama ndani yako, haiwezi kuhusiana na masomo kwa namna yote, kwa sababu anasema kila jambo na wakati wake. Kama ni wakati wa kuitumikia karama yako, itumikie sana. Kama ni wakati wa kusoma, utabidi usome sana. Kama ni wakati wa kucheza, utabidi ucheze sana. Kama wakati wa kuomba, utabidi uombe sana. Huo ndio ushauri wangu kwa watoto. Pia ushauri wangu kwa wazazi wa watoto wanaolea karama na vipaji vya watoto wao, nataka nikupe ushauri kwamba usimkatize mtoto wako kuhofia kwamba sijui anaweza kufeli, shida mbalimbali. Hapana. Mungu anapomwekea karama ndani yako mtoto, ndani ya mtoto wako, mpe kipaumbele. Kama unakumbuka ile story ya watu waliopewa talanta, mwingine akapewa talanta 1, mwingine 2, mwingine akapewa 5. Wote waliopewa talanta 5 na 2 na bosi wao na bwana wao waliziongeza, lakini yule wa 1 hakuziongeza, alifikia ile talanta yake. Yesu akwenda kawaambia kwamba pale kwa maisha ya kawaida na maisha, Mungu anapokupa kitu au Mungu anapokuwekea karama ndani yako, utabidi uiongeze kwa namna yote vile. Kwa kama mzazi, usikae kimya. Usikae kusikiliza maneno ya watu kwamba sijui unapoteza hela nini. Mungu akiweka karama ndani yako, usifuate maneno ya watu mabaya, usifuate maneno ya wanadamu. Fuata kile Mungu alichokuweka ndani ya mtoto wako. Pia nitoe ushauri kwa watu wenzangu kwamba heshimu sana wazazi wako. Maana pia hata Biblia inatuasa kwamba katika ile amri inasema waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi pewa na Bwana Mungu wako. Wazazi mmetusahau, mmetupa mahitaji kuhusu malezi na maendeleo mmeyasahau. Wazazi mmetusahau, mmetupa mahitaji kuhusu malezi na maendeleo mmeyasahau. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Athanas Kiando. Mimi ni mzazi wa Bwana Godfrey Kiando. Pembeni yangu niko na mke wangu
mke wangu kipenzi ambaye ndo Mama Godfrey Kiando. Sisi ni wazazi wa Godfrey Kiando. Kwa kweli nieleze kwa kifupi kwamba sisi mtoto wetu Godfrey Kiando amefanyika baraka sana katika familia hii. Amefanyika baraka kubwa sana, sababu kama alivyoeleza mwenyewe, tangu tunagundua mtoto na karama na karama hii, tangu alipoanza tuanza kugundua na karama, kweli imekuwa baraka kwetu kwenye familia hii, imekuwa baraka kwa majirani na vyote anavyofanya. Unajua huyu mtoto ana karama ya Mungu, ana kitu cha Mungu ndani yake. Tunamshukuru sana Mungu kwa hilo. Tumeendelea kweli kuendelea kusimama naye katika karama yake tangu tulivyoigundua. Tunaendelea kumsaidia, tunaendelea kumsupport, japo changamoto zipo nyingi, changamoto za hapa na pale, lakini hatujaacha kutokana na bidii yake mwenyewe binafsi alionayo. Ana bidii binafsi katika huduma yake alionayo. Sio bidii ya mtu labda anaweza kataka kumshauri, hapana. Ile bidii yake inatufanya wazazi tushindwe yani lazima tumsupport, kwa kuwa kila wakati unamwona anavyofanya, anavyogiza. Hata wakati mwingine akiongea Bwana Godfrey Kiando, unaweza kudhani unaongea na mtu mzima, sababu anaweza kukupa ushauri hapa, kaongea jambo. Hata mambo yake ya popote anapokuwa, amekuwa mtoto muwazi kusema baba, hiki naona akiwe hivi kiwe hivi, naomba baba hiki hivi. Anakuwa muwazi kwa kila jambo. Inapopitia mabaya magumu, anasema baba, naona pale mimi nakuwa hivi. Na wakati mwingine naweza nikasema kabisa kwamba wakati mwingine nimesema imekuwa baraka. Hata amani ya ndoa, wakati mwingine akishatoka shuleni lazima tukae na mke wangu tuwe safi. Tunajitahidi kuonyesha tabasamu tukiwa naye, kwa sababu kuna wakati mwingine akiona mna lugha za tofauti, anaweza kumuitia moja pembeni, anaweza akasubiri mmeongea, labda kama kuna mpishano kati ya baba na mama, mkapishana kidogo, akatulia, baadaye akamuita mmoja, akakaa naye pembeni, akaanza kutoa ushuhuda kwamba imani katika maisha, raha ya maisha, watoto tunafurahi kuona baba na mama wanacheka hivi na hivi. Anatoa ushuhuda kwamba tukiwa shuleni tunaona watoto wenzetu waliokosa wazazi wanapokuwa na shida. Sasa sisi tuna wazazi na tunatamani kuwaona wazazi wenye amani na furaha. Sasa kiongea neno kama hayo, mnajikuta kama mnabadilisha kwa kila aina, mnabadilisha kwenye maisha mnapokuwa na mtoto, kama mnahisi kama mna mtu ambaye sio wa kawaida kutokana na maneno yake na ukubwa wa neno. Tunamshukuru Mungu sana. Naendelea vizuri. Na hata alipoenda shule, tunashukuru hata walimu wake, mkuu wa shule ile amempokea vizuri, ametambua karama yake, kwa ameendelea kumsupport kama hivi tunavyoendelea. Tunashukuru sana. Nafikiri kama nilivyoelezea, changamoto zipo za hapa na hapa, hasa unavyohitaji kumsupport mtoto. Changamoto zipo ni nyingi sana, hasa mimi nikielezea kama mzazi ambaye na mtoto mwenye karama. Mimi mwenyewe sina karama, sina ujuzi, sina utaalamu ambao anayoyafanya. Hivyo kwangu ni changamoto, kwa sababu kila unavyotoka sasa kuhitaji huduma ile ili ifanikishe au mstake kumsogeza ile mtoto kwa wale wanaojua kazi yake. Yani kwa mfano unaita ma producers sio hawa, unataka kuonana nao ili wampe support mtoto au wamsaidie kumsogeza sehemu kutoka sehemu nyingine. Unaweza kukutana na ambao sio waaminifu, sasa wakakupotezea malengo yako, wakakudanganya, mambo kama hayo. Kwa hiyo lakini hatujafa moyo kutokana na bidii yake anayoionyesha yeye. Tunaendelea kumsupport na tunaamini, tunaahidi kuendelea kumsupport mpaka pale Mungu atakapoonyesha kwamba mtoto ule kusudi lake lililoko ndani yake ni hili. Asante sana, mimi kwangu ni hayo. Kama Yusufu aliuzwa na nduguze, lakini mwisho alikuja kubarikiwa. Alibarikiwa kwa baraka zake Mungu. Huyu Mungu ana upendeleo. Kama Yusufu aliuzwa na nduguze, lakini mwisho alikuja kubarikiwa. Alibarikiwa kwa baraka zake Mungu. Huyu Mungu ana upendeleo. Majina anaitwa Elia Alois. Kwangu mimi ninavyomfahamu kijana Godfrey, ni kijana mkarimu, mwenye heshima pia, na pia anashirikiana na wenzake, na pia ninavyomjua mimi ni mcha Mungu,
na nampenda Mungu pia. Na pia ningependa kuwaasa vijana wengine waige mwenendo kama vijana Godfrey, sababu kwangu mimi ninavyomjua hajawahi kukosa kanisani na anampenda Mungu pia. Kwa hiyo ingekuwa vyema tungeiga mwenendo wa Godfrey. Naitwa Doreen, nipo frame 10. Godi nimemfahamu kwa muda mrefu. Nimemjua tangia akiwa anasoma darasa la kwanza. Ni mtoto ambaye ana heshima na nidhamu, na ni mtoto ambaye anapenda sana kuimba. Hata kama siku za Jumapili huaga anapenda sana kuimba nyimbo za Injili. Na pia ni mtoto ambaye hana makundi, hana tabia ambazo za ajabu ajabu. Yaani hata kama amechoka, unapomwelekeza sehemu yote huaga anakimbia kwa wakati. Na pia hata familia nyumbani akiwepo anasaidia kazi za nyumbani, kwa mfano kama kuosha vyombo. Saa nyingine hata anamforce dadake kwa ajili ya kupika. Na pia ni mtoto ambaye hata kama amechoka, ni mtoto ambaye anapenda sana kusali, kuomba. Pia ni mtoto ambaye ni mkarimu sana. Kuna watoto wengi wameingia katika mambo yasiyofaa. Kuna watoto wengi wameingia katika mambo yasiyofaa. Yote ni sababu yenu wazazi. Yote ni sababu kukosa malezi. Wazazi wengine wamezitelekeza familia zao. Wiki, miezi yaisha bila kuonana na watoto wao. Wanachojali biashara zao, wanachojali ni pesa zao, wanachojali ni kazi zao, wanachojali ni mali zao. Kwa majina naitwa Glory Shefardson Moshi. Mimi ni rafiki wa Godfrey Atanas Kiando. Tumesoma naye shule moja, shule ya msingi Kivule. Godfrey ni mwanafunzi mzuri sana. Alituongoza vizuri katika vipindi vya dini, alihubiri neno la Mungu. Ana kipaji, anaweza kuimba na kutangaza injili ya Mungu. Asanteni. Habarini za saizi. Napenda kuongelea habari ya mwimbaji wetu mzuri Godi. Kwa kweli ni kijana ambaye anajituma sana kwa huduma ya neno la Mungu, uhubiri kwa njia ya uimbaji. Anajitahidi sana. Naomba mumpe support kama kumsaidia. Namfahamu ni mwimbaji mzuri na baadaye ana ndoto ya kuwa mtu mkubwa sana. Naombeni mumpe ushirikiano sana. Msaidie kwa njia moja ama nyingine ili aweze kufikia ndoto zake. Ana malengo makubwa na ana nia ya kufanya vizuri zaidi. Namfahamu toka muda mrefu. Anajituma sana kwa kazi yake na anaipenda kazi yake sana. Naomba mumpe ushirikiano. Asante. Mungu twakuomba tusaidie watoto. Baba twakuomba simama nasi watoto. Mungu twakuomba tusaidie watoto. Baba twakuomba simama nasi watoto. Sikia vilio vyetu tunakulilia. Sikia vilio vyetu tunahitaji msaada wako. Mimi napatikana katika mitandao ya kijamii kama vile YouTube, Facebook, Instagram, TikTok inayokwenda kwa jina la Godfrey Kiando. Pia kwa ushauri ama kwa huduma unaweza kupiga simu kwa nambari za simu 0756 140 691 au 0719 54 27 99. Mimi nimetendewa na Mungu. Mungu we, Mungu we. Mwenzenu nimetendewa